waheshimu wazazi wako, wapende wazazi wako, waangalie wazazi wako. Ndiye alikuwa kikesha na wewe usiku ulipokuwa mtoto mchanga, ukilia haujulikani unaumwa wapi wewe. Mama na baba wanakesha usiku, wanapokezana mwanao, mpaka ulipokuwa mtu mzima leo unawanyoshea kidole, unawasomea mbele za watu, unawafukuza, subhanallah. Ni mengi ya kusema, mengine yatatuliza hapa, lakini nataka niwape mfano mzuri. Ukiwa wewe unaona mzazi wako ni mzigo kwako wewe, umeshindwa kumwangalia mzazi wako, na kupa kisa kifupi sana. Aliyekuwa mzazi wako yuko hai. Shekhe mmoja anahadithia katika mji wa Riyadh ndani ya Saudi Arabia. Yeye ni daktari. Anasema siku hiyo kaingia hospitali kama kawaida, na watu wako kwenye tabur, kwenye foleni line, wanangoja kuingia kumuona daktari. Anasema nikiangalia kwenye ile foleni ya kuingia kwake, akamuona mwanamke mmoja hana akili, anakimbia huku, mara anapiga kelele. Kijana mmoja mdogo anamkimbiza, anamshika, anamweka chini, mara yule mama anamtandika makofi, mara anamtemea mate, mpaka ilipofika zamu ya huyu mwanamke kuingia kwa huyu daktari. Alipoingia kwa daktari, yule daktari akamuuliza yule kijana, huyu mwanamke ni nani na anaumwa nini, ni ugonjwa wake nini? Yule kijana akamwambia, hadha ummi, huyu ni mama yangu, na mama yangu tangu nimezaliwa mimi, tangu ameolewa akashika mimba yangu, mama yangu hana akili. Baba yangu alimuoa kwa madhumuni ya kumtibu, aliposhindwa kumtibu akamwachilia mbali pamoja na mimi nikiwa mtoto mchanga. Huyu mama wazimu kanilea hivyo hivyo mpaka leo nimekuwa ni mtu mzima, na muangalia mama yangu. Mbaya zaidi ni kwamba huyu mama ana maradhi yote, ana sukari, ana pressure, ana vimba miguu, ana matatizo yote ambayo leo watu wanaugua. Tatizo kubwa zaidi ni kwamba huyu mama hajui kula dawa, wala hajui wakati wa dawa, wala hajui wakati sukari yake imepanda au pressure yake imepanda. Nani anayemwangalia? Ni huyu kijana. Ampime mama yake, mama mtandike makofi, mara atakuvua nguo. Baya zaidi la hatari zaidi ni wakati wanapolala usiku, anaishi na mama yake. Huyu mama ni wazimu, anaweza akafungua mlango wake akatoka na asijulikane au akadhurika. Anafanyaje? Anasema kwamba mama yangu inapofika usiku, ninachukua kamba, nafunga mguu wangu na mguu wa mama yangu, ndio tuweze kulala. Aina antum, mko wapi nyinyi pamoja na mimi kuangalia wazazi wetu kiasi hichi?